بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى الدين وبعد. Watukufu watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji kote pale mlipo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ndio sauti, ndio kilio na ndio mwelekeo wa Waislamu kote duniani leo, wakati wanashuhudia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwashukia ndugu zetu pale Gaza. Allahu akbar ndio sauti iliyoleta matumaini na ndio iliyoleta watu kuelewa na kufahamu ya kwamba ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yote ile ni yenye kutimia na ni yenye kukamilika. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kukhalifu ahadi yake. Allah siku zote huwa anatimiza ahadi yake pale anapotoa ahadi. Allah subhanahu wa ta'ala aliahidi kwamba yeye ndiye mwenye kuwanusuru waumini, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lakini pia Allah alitoa ahadi kwamba wale watakaomnusuru yeye Allah, basi bila shaka Allah atawanusuru, in tansurullaha yansurukum. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza ahadi yake. Tumeshuhudia leo na dunia mzima imeshuhudia jinsi gani nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyowashukia ndugu zetu pale Gaza, pale Palestina, licha ya kwamba idadi ya wapiganaji walikuwa ni kidogo sana, licha ya kwamba walikuwa wanapambana na dola ambayo inaogopewa na nchi zote duniani, licha ya kwamba walikuwa wanapambana na sio tu na dola moja, lakini dola kadhaa wa kadhaa zilizokuwa zikisaidia ile dola ya kizayuni ya Israeli. Na licha ya kwamba vita vimekuwa ni vya muda mrefu vya miaka miwili, kuanzia Oktoba mwaka 2023 mpaka Oktoba mwaka huu 2025. Kwa hivyo ilikuwa ni vita vikali sana, vita virefu. Dola ya kizayuni Israeli hawajawahi kupigana vita virefu kama hivi, na wao wenyewe pia wanasema ya kwamba hawajawahi kupigana vita vikali kama vita hivi. Kwa hivyo kwa kuwa wao wamekubali na wanaamini kwamba vita hivi vilikuwa ni vita vikali sana kuliko vita vyote walivyopigana nyuma huko, basi bila shaka yote kwa kauli yao hii ina maana kuna athari kubwa sana ambayo inayoendelea kule kwa kufanyika, na athari hii itakuja kuonekana kwa baadaye. Itakuwa ni katika zile ishara ambazo zinazoashiria mporomoko wa mwisho au msambaratiko wa dola kama hii ya kizayuni. Watu wengi sana wamekuwa wakitabiri kwamba dola hii ya kizayuni iko katika awamu yake ya mwisho kuelekea kwenye kuporomoka, na hili kila siku tunazidi kulishuhudia. Na siku zote tunasema kwamba kila pale dola hii ya kizayuni inapozidisha mashambulizi au inapozidisha ukorofi au inapozidisha kutokuwa na dhibiti ya aina yote, basi huwa kama ndio wanazidi wa kuharakisha kufika kwenye ukomo wao ama kwenye mwisho wao. Leo dunia inashuhudia yale yanofanyika jana katika mji wa Misri pale unaoitwa Sharm el-Sheikh, ambao ni kuweka makubaliano ya mwisho ya kusitisha mapigano baina ya dola ya kizayuni ya Israel na wapiganaji na mujahidina wa Hamas pamoja na makundi mengine ya Palestina yaliyoko pale Gaza. Makubaliano haya kwa hakika ni ishara ya wazi ya kwamba dola ya kizayuni imeshindwa katika malengo yake yote ya vita. Wameshindwa katika yale yote waliotangaza kwamba wanakwenda kufanya pale Gaza. Sote tunakumbuka au tujikumbusheni kwamba dola ya kizayuni ya Israel ilikwenda pale Gaza kwa ajili ya kutimiza malengo manne ambayo wao wameyataja ama huwa wakiyataja na kuyarudia mara kwa mara. Lengo la kwanza walisema tunakwenda pale kwa ajili ya kukomboa mateka wetu, hilo halikutimia. Lengo la pili walisema tunakwenda pale kwa ajili ya kuikomoa ama kuimaliza hii harakati ya Hamas, ili halijafanyika bado. Harakati Hamas ipo na ndio wanaofanya mazungumzo na ndio watakaosaini bila shaka yote. Lengo la tatu nasema wanakwenda pale ili Hamas isiwepo tena kabisa katika nchi ya Gaza ama nchi ya Palestina. Hili tutaendelea kushuhudia kwamba Gaza Hamas bado ipo, leo ipo na kesho tutaendelea kuwepo na hata baada hapo pia. Na pia wanaendelea kusema kwamba hapatakuwa na dola ya Palestina pale, na hili pia tunakwenda kulishuhudia kwamba dola ya Palestina iko pale na itabaki, bali dola ambayo itakuwa haipo itakuwa ni dola hii ya kizayuni ya Israel, na dunia itakuja kushuhudia. Watukufu wa tazamaji,
katika halaka yetu ya leo hii napenda kutabaruku katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo amelizungumzia katika suratul Isra aya namba 7. Sitasoma aya yote, lakini sehemu aya kama hii itakuwa inatupatia sisi mwelekeo kamili, yani kuanzia hapa tulipo na huko mbeleni tunakokwenda. Tutaitazama vizuri na tutazingatia na kuifanyia tadabbur, basi tutafahamu hasa mambo yanavyokwenda au jinsi yanavyoelekea. Aya yenyewe au pale ninapokusudia mimi kuanzia ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim fa idha jaa wa'du al-akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra waliyutabbiru ma 'alaw tatbira. Hii ni aya ya 7 ambayo nimesoma, na aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kuambia Bani Israil ama kuambia Mazayuni kwamba itakapotimia au itakapofika au itakapowadia ile ahadi ya pili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wao. Yani ahadi ya pili, kuna ahadi ya kwanza iliyotolewa ya wao wanapofanya uharibifu wataangamizwa, na hii ilishatokea tayari, lakini Allah akasema atawaachia nafasi, atawapa tena muhula mwingine waendelee ili wafanye vizuri, yani angalau lakini lao wataharibu, watafanya ubaya, basi ubaya utawarudi wenyewe. Kwa hivyo wakiendelea na ubaya, manake sasa itakuwa ni uharibifu wa pili huu, na maana yake ahadi ya Allah ya pili itakuwa yenye kutimia wakati huo. Sasa ahadi ya pili itakapokuja, ambayo Allah anaita wa'dul akhirah, ahadi hii ya pili itakapokuja kutafanyika mambo matatu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kupitia kwa mawakala wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao yeye Allah anawaita maaskari zake. Walillahi junudu samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu ana maaskari wake walioko juu mbinguni, walioko ardhini hapa. Na mara nyingi sisi tunasema na tunaambiwa wanazoni kwamba maaskari wa Mwenyezi Mungu si lazima kwamba wawe ni waumini peke yao. Maaskari wa Mwenyezi Mungu anaweza kuwa ni mtu aina yote, lakini pia maaskari wa Mwenyezi Mungu hawawi au si lazima wawe ni binadamu, wanaweza kuwa pia ni wanyama ama ni wadudu au ni maumbile mengine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani maaskari wa Mwenyezi Mungu ni kila kitu katika viumbe vyake. Akiamua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba anataka kutumia moja wapo ya viumbe vyake vyote kwamba hawa wawe ndio maaskari wangu, basi wanakuwa tu. Malaika wanakuwa ni maaskari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, upepo wanakuwa ni maaskari wa Allah, maji bahari itakuwa ni upepo wa Allah, ni katika maaskari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanyama wanakuwa ni maaskari wa Allah, mpaka hata wadudu pia wanakuwa ni maaskari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika binadamu Allah anajalia waumini mujahidina ni maaskari wa Allah, lakini pia anajalia wasiokuwa waumini pia ambao labda pengine si waislamu, pia Allah anawajalia kwamba wao ni maaskari wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio hikma yake. Sasa tunataka tutizame hii aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ahadi ya pili itakapokuja nini kitakachofanyika. Mambo matatu. Jambo la kwanza nasema liyasuu wujuhakum, yani itakuja jambo la kwanza katika ahadi hii ya pili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kuchafua nyuso zenu, yani nyinyi Mayahudi au nyinyi Mazayuni au Maisraelite. Kuchafua nyuso zenu ina tafsiri nyingi sana. Kuharibu uso maana yake ni kuwafanya mvunjikiwe na muharibikiwe, na kufanya mchukiwe na mudhalilishwe, na kufanya muonekane kwamba hamna thamani yote duniani, au muwe hakuna anayewataka au anayewapatia thamani aina yote hapa duniani. Yani mnakuwa mnavunjikiwa katika kila kitu. Yani hizi ni sehemu ni baadhi ya sehemu katika maana ya yasuu wujuhakum, yani kuja kuchafua nyuso zenu. Kwa hivyo nyuso zao zitakuja kuchafuliwa ama zitakuja kuchafuka. Hili ni jambo la kwanza ambalo litakalofanyika, na hili ndio sasa tunaanza kulishuhudia. Nyuso za hawa jamaa sasa zinaanza kuharibika, zinaanza kuchafuka na zinaanza kuchukiza kila mahali. Na ishara ya kwamba nyuso zao zimeshachafuka, tazameni au rudi nyuma kidogo. Sote tulishuhudia kwamba kwa kipindi kadhaa masiku yaliyopita pamekuwa na maandamano makubwa sana yalikuwa yakifanyika katika nchi za Ulaya na Amerika huko na nchi za uzunguni kwa ujumla. Maandamano ya watu ambao ni wazungu ambao si Waislamu, pengine kwa lugha nyingine nyepesi sema Wakristo, ambao walikuwa wamejitokeza mabarabarani kwa wingi sana, maelfu na maelfu, wakijaza barabara, wakijaza viwanja vikubwa sana katika miji yao. Wote hawa wakiwa wametoka nje, wanachodai ni kwamba vita vya Gaza visitishwe, na wakilaani vitendo vinavyofanywa na Mazayuni pale, na wote wakishangazwa inakuwaje binadamu anafanya vitendo kama hivi. Na wengi katika hawa wanaharakati walikuwa wakiongoza maandamano kama haya wamekuwa wakitoa katika hotuba zao au katika speech zao, yani kushangazwa kwao na haya mambo yanayofanyika pale, kwamba
kama kuna binadamu kweli anaweza kufanya vitu kama hivi. Lakini isitoshe wakapatikana miongoni mwa wanaharakati wengine waliochukua mapambano yao katika level ya pili, level ya juu, yani badala ya kufanya maandamano katika miji yao wakaamua kufunga safari wao wenyewe kutoka katika miji yao, katika nchi zao kwenda katika nchi ya Palestina ya Gaza, wakipitia njia za baharini katika ule msafara maarufu uliojulikana Sumud Flotilla ama Global Sumud Flotilla. Ni msafara wa baharini uliokusanya zaidi ya watu 600 ambao walitumia zaidi ya vyombo 50 vyombo vya baharini, maboti na mameli na vyombo vinginevyo mbalimbali, wakiwa wamebeba katika vyombo vyao hivi baadhi ya misaada na vyakula na maji na maziwa ya watoto na madawa na vitu vingine vidogo vidogo ambao walikuwa wanaweza kubeba kulingana na usafiri waliokuwa nao. Lakini hawa ni watu ambao wamejikusanya kutoka pembe zote za dunia, kutoka nchi kadhaa za Ulaya, nchi za Amerika, nchi za Afrika, nchi za kutoka Asia, yani karibu tuseme dunia mzima imetoka watu ambao wengi wao hata si Waislamu, lakini wana ile dhamira ya ubinadamu na wameona kwamba kitendo kinachoendelea kufanywa pale Gaza na hawa Mazayuni ni kitendo ambacho hakiingii kabisa katika uwiano wa kibinadamu au mtu wa kawaida, yani hawa watu ni watu tofauti kabisa. Kwa hivyo walifunga msafara wao huu, wakakutana katika kituo chao cha kwanza kwa msafara huu pale katika mji wa Barcelona nchini Spain ama Hispania, na vituo vingine vilivyofuata kama ni Tunis, ni Ugiriki, Athens, ni Italy na mwisho Uturuki. Waliitana katika nchi kama hizi, wakawa wanatoka wote wanakuja katikati ya bahari, na walipofika katikati ya bahari sasa ndio wakaanza msafara wao wa moja kwa moja kuelekea pale Gaza. Lakini msafara wenyewe haujafika Gaza au bado karibu kufika Gaza, ukaja ukavamiwa na jeshi la Kizayuni juu kwa juu, yani katika high seas, katika bahari za juu kabisa, ambapo ni makosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Lakini dola ya Kizayuni ya Israeli inajulikana ni dola ambayo haipo kabisa katika kusimamia ama kutekeleza kile kinachoitwa kanuni za kimataifa. Wao wala hazijui wala hawazitambui wala hawataki kuzisikia kabisa. Lugha ya makaratasi na kalamu hawa hawaielewi kabisa. Hawa lugha yao ni moja tu ambayo ndugu zetu wa Gaza pale Palestina ndio walikuwa wakizungumza nao kwa muda wa miaka miwili, na sasa wameifahamu lugha kama hiyo na wameielewa kabisa. Na kwa kuwa wameielewa ndio maana jana wamekwenda pale Sharm el-Sheikh. Sasa wanashika kalamu na karatasi, wanataka kuandika na wanataka kusaini mkataba wa kusitisha vita, kwa sababu wasingefanya hivi kama hawakuelewa ile lugha ya miaka miwili waliofundishwa ama waliozungumziwa nao na Hamas pale Gaza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kaseera, wa subhanallahi bukratan wa asila. Katika msafara huu sasa wa hawa wanaharakati waliokuwa wametoka nchi mbalimbali hasa nchi za Ulaya, kulikuwepo msichana mmoja mdogo sana mwenye umri wa miaka 22 kwa jina maarufu anaitwa Greta Thunberg. Msichana huyu ni raia wa nchini Sweden na ana umaarufu mkubwa sana. Huyu msichana tangu alipokuwa mdogo, tangu alikuwa ana miaka 18, amepata umaarufu kwa kuwa alikuwa ni mwanaharakati wa kupigania na au kutetea mazingira. Kwa hivyo alijitengenezea umaarufu mkubwa sana katika harakati zake kama hizi, na ikawa sasa kila anapokwenda, kila anapozungumza sauti yake inasikika duniani kote. Licha kwamba umri wake ni mdogo sana, lakini harakati zake zilionekana kwamba ni harakati za kujali na kuangalia maslahi ya binadamu duniani. Lakini yalipotokea mambo ya Gaza mwaka 2023, huyu msichana akageuka yeye na kujiuliza kwamba kuna faida gani mimi kupigania mazingira ambayo ni katika mfano wa miti, lakini kuna mazingira mengine ambayo ni mfano wa watu na binadamu yanakeukwa na yanachafuliwa na vibaya sana. Kwa hivyo kuanzia wakati ule akigeuza sasa msukumo na msimamo wa harakati zake kutoka kwenye mazingira ya miti na kuipeleka kwenye mazingira ya watu, yani binadamu. Akawa sasa anaelekeza nguvu zake na juhudi zake na harakati zake na kila wale wanaomfuata katika kutetea swala zima la binadamu wa Gaza, jinsi wanavyodhulumiwa, wanavyodhalilishwa au wanavyouawa kwa maelfu na maelfu, pamoja na watoto na wanawake, na kuvunjiwa majumba yao na miji yao, yani bila kuwepo kwa sababu yoyote ile, isipokuwa kwamba
wanaotenda mambo kama haya ni mazayuni ambao hawana ubavu wa kibinadamu hata chembe hata kidogo. Kwa hiyo mwanaharakati huyu akajengea umaarufu wake mara ya pili sasa, lakini katika kutetea haki za binadamu pale Gaza, pale Palestina na sehemu nyingine mbalimbali. Kwa hiyo msichana huyu alikuwa ni miongoni mwa hawa na harakati 500 waliokwenda na msafara wa baharini katika Global Sumud Flotilla kuelekea pale Gaza, na ni katika miongoni mwa watu walioshikwa juu kwa juu, yani katika bahari za juu kabisa kabla hawajafika maeneo ya Gaza. Waliposhikwa na jeshi la Kizayuni wakapelekwa katika vifungo au jela za Israel na pale kwa jela huyu msichana alipitia mazile na mateso yeye na wenzake mbalimbali. Ilifika mpaka akawa anashikwa kwenye nyele zake, anaburutwa au anaburuzwa, ikawa anawekwa chini alafu anaramishwa bendera Israeli, huko akiambiwa aibusu bendera kama hiyo kwa kulazimishwa. Yani alipotoka huyu msichana alikuwa anasema kwamba niliopitia mimi ni mengi sana, lakini sitaki kuyazungumzia wala sitaki kuyasema leo, kwa sababu leo sikuja kujisemea mimi, lakini ikiwa mimi ambaye ni msichana mweupe mwenye macho ya blue kutoka nchi za Ulaya, Sweden, nimepitia haya niliyopitia, basi je, wale wenzetu wa Palestina walioko kule walioko Gaza watakuwa wanapitia madhila ya kiasi gani katika muda wote? Mimi nimekwenda siku 3, hawa wenzetu wa Palestina wako pale sa mwaka wa 77 tangu dola ya Israeli kuanzishwa, wanapitia madhila kama haya siku zote, watakuwa wanapitia madhila ya kiasi gani? Hili jambo likazidi kumjengea ari na kuona kwamba hapana, ni lazima mapambano yaendelee. Na katika mojawapo aliyosema, anasema kumbe hawa watu nilikuwa kuwaona, yani mazayuni wa Israeli, kumbe hawa si binadamu. Wana mikono kama mikono yangu, wana miguu kama miguu yangu, wana kichwa kama kichwa changu, lakini kumbe hawa si binadamu, hawa ni viumbe wengine tofauti kabisa. Hakusema ni viumbe wa aina gani, lakini kila mmoja atakuwa anafahamu ni viumbe wa aina gani. Lakini pia katika msafara huo alikuwepo mwanaharakati kutoka Afrika Kusini ambaye ni mjukuu wa marehemu Nelson Mandela, kwa jina maarufu anaitwa Mandela, naye pia ni katika watu waliokamatwa na aliteswa sana naye vile vile. Lakini katika speech aliyozungumza baada ya kurudi au baada ya kuachiliwa, pia naye akawa anazungumza kwamba yani tuliopitia inazidi kutujenga ama kutujengea ari sisi kuendelea na harakati na mapambano haya mpaka nchi ya Palestina itakapokuwa nchi huru kabisa na dola ya Kizayuni itakapokuwa imeporomoka ama imesambaratika. Kwa hivyo mapambano ya kimataifa sasa yamezidi kupamba moto, yanaendelea na yameshika kasi na yameenea kila mahali. Na haya mapambano kwa hakika yamejitokeza ni kwa idhini na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu aliyekwenda kuwalazimisha hao, wameamka wenyewe, wamejitokeza na wamechukua hatua na maamuzi ya yale ambayo wanafanya. Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka yote ndio aliyoamsha watu kama hawa, lakini pia Allah hupitisha sababu ya hao kuamka, na sababu yenyewe itakuwa ni haya wanafanya wale ndugu zetu Gaza pale Palestina au ndugu zetu wa Hamas katika mapambano yao walikuwa nayo. Kwa hakika wameifundisha dunia mzima ya kwamba uhuru haupatikani kirahisi, ni lazima usimamie mwenyewe na upiganie, na unaposimama basi utapata wenye kukusaidia kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na imefanya binadamu wote sasa waelewe kwamba kumbe dunia yote ilikuwa imetawaliwa, nchi ambayo ni huru ni nchi ya Gaza, kwa sababu ndio wameweza kusimama, kwa sababu watu walikuwa wanaogopa sana dola ya Israeli, wanaogopa hata kuitaja kuna watu wengine wajikojolea, wanaingia chini ya meza inapotajwa dola kama hii, hofu imewajaa kweli kweli. Lakini sasa Hamas mmoja kuonyesha dunia kwamba hiki ninachokiogopa nyinyi ambao mkisikia tu jina linatajwa mnababaika, mnatemeka, hamna kitu, hili ni kama koko la yai tu basi. Hapa wameonyesha wameweza kupambana nao kwa muda miaka miwili dola lote hili na nguvu zote ambazo zinazogopewa, wameshindwa kwenda kufikia malengo waliotangaza kwamba wanakwenda kuyatimiza. Na mwisho wa siku imekuja lile waliolisema Hamas kuanzia day 1, kuanzia siku ya kwanza, ya kwamba mateka hawa mtawapata kupitia njia moja peke yake na sio nyingine, na yenyewe ni njia ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Hii ndio njia pekee ambayo walikuwa wameshikilia Hamas kuanzia day 1, na wameendelea na kushikilia njia kama hii. Na hawa mazayuni walikataa, hawataki mazungumzo, lazima watachukua mateka yao kwa mabavu na kwa nguvu. Ndio wakaenda kule, miaka miwili hawakufua dafu, hawakufanikiwa, imebidi warudi kwenye mazungumzo. Nyuma huko mwezi wa Januari mwaka huu waliingia kwenye mazungumzo wakakubaliana, lakini hawa watu ni watu waongo kabisa,
ni watu ambao hawatimizi ahadi zao siku zote, hawatimiza ahadi wao na Mwenyezi Mungu na mitume wao, watatimiza ahadi na watu wengine? Hili swali pamoja lazima jiulize, na jawabu liko wazi kabisa. Kwa hivyo mateka waliotolewa kipindi cha nyuma ama awamu zilizopita, wote walitolewa kupitia mazungumzo ya siokuwa ya moja kwa moja, yale aliyosema Hamas. Na sasa ndio inayofanyika hivi sasa. Leo mkataba pengine ndio utasainiwa au ni kesho, Allahu aalam. Lakini mateka watapatikana sasa, Waisraeli watatolewa baada ya mkataba kama huu. Kwa hivyo hizi zote ni ishara ya kwamba ndugu zetu wa Hamas na Palestina na Gaza kwa ujumla, au Gaza na Palestina kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia nusra leo. Hii ni nusra kubwa sana ambayo binadamu na Waislamu hususan wanapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumrudia kwake katika kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea. Lakini pia ni ishara kwamba dola hii ya Kizayuni sasa imeshashika msafara wake wa kuporomoka na kusambaratika, bali sasa msafara wa kusambaratika umekuwa ni msafara wa kasi. Huu ni mteremko mkubwa sana. Dola ya Kizayuni sasa ndio imekwisha kabisa. Huyu waziri mkuu Netanyahu, yani wazungu wanamuita Netanyahu, yani shetani, Netanyahu, na Waarabu wanamuita Netanyahu. Netanyahu ni uvundo. Wewe yote Waarabu wanamuita ni mvundo yao, na wazungu wanamuita Netanyahu. Kwa hivyo nanyi mnaweza mkamuita vile mnavyotaka. Huyu ndio imekwisha sasa. Kisiasa amemalizika, hana kitu tena, na iangalieni nchi yake sasa itakapokwenda kusambaratika ama kwenda kupasuka vipande kwa sababu ya mkataba kama huu, na hana njia nyingine, lazima asaini mkataba kama huu. Kwa hivyo hii ni nusra kubwa sana ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha, na mambo yanafuata. Sasa nimezungumzia swala moja ama jambo moja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba litafanyika itakapokuja ahadi yake ya pili, ambalo nimeshalielezea, liyasuu wujuhakum, kuchafua na kuharibu nyuso zenu. Kwa hivyo nyuso za Mazayuni sasa zimekwisha kuharibika, zimekwisha kuchafuka, wanachukizwa kila mahali sasa, hawatakiwi tena. Hata dola inayounga mkono kupita wote ambao ni Marekani sasa pia sasa Marekani inaanza kuwatema. Katika bunge la Congress sasa tayari watu wanazungumza kwamba tuondoshe mafungamano ya moja kwa moja na dola hii ya Israeli, ama tusipeleke tena misaada ya pesa au misaada ya silaha, na nchi nyingine mbalimbali wamefungiwa. Kwa hivyo hawa sasa tayari hata wakitaka kutoka pale kukimbia pia hawajui wakimbilie wapi ama waende wapi, kwa sababu kila mmoja anawashikia pua katika nchi mbalimbali. Yani kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anatimiza ahadi yake, ya suu wujuhakum, nyuso zao zimeshaharibika, zimeshachafuka, hawataki tena popote pale walipo. Kwa hiyo sasa wajipange, waangalie ni wapi watakapo kwenda. Ama jambo la pili litakalofanyika kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra, na ni nyinyi waumini sasa mtakwenda kuingia msikitini. Yani msikiti gani? Masjidul Aqsa, bila shaka yote mtakwenda kuingia msikitini pale, kwa maana msikiti utarudi katika himaya ya Uislamu, yani utakombolewa, na mtaingia pale kama vile walivyoingia waliokuwa kabla yenu mwanzo kabisa, yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ni ahadi ya pili ambayo itakayofuata baada ya kwanza hili la yasuu wujuhakum. Kwa hivyo kitakachokuja katika siku za usoni za mbeleni, ambazo si siku nyingi tena, ni waumini kuingia Baitul Maqdis wakiwa ni fatihina muntasirina, wenye kufungua mji kama huo na wenye kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah, na wakati bila shaka ni wakati waumini watazidi kufurahika kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala itakayofuata. Baitul Maqdis itarudi sasa katika mikono na katika himaya ya Waislamu. Ama jambo la tatu litakalofuata kwenye ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ya pili, anasema waliyutabbiru ma alau tatbira, na kwenda kubomoa yote yale waliokuwa wameyajenga hawa Mazayuni, kama ni nyumba yao, kama ni mifumo yao, kama ni nidhamu zao, kama ni dola yao, kila kitu chao walichokiweka pale kwa dhulma kitakwenda kuporomoshwa na kubomolewa na kuangushwa. Hili ni ahadi ama ni jambo la tatu kwenye ahadi ya pili. Tusisahau aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni aya adhim, aya kubwa sana. Ni aya ambayo sio tu inatoa matumaini, lakini pia inatoa mwelekeo na inatoa bishara ya huko tunakokwenda. Na katika matatu niliyotaja, la kwanza tayari hili lipo mbele yetu na lishuhudia sisi. Nani ambaye alikuwa anaamini kwamba jambo kama hili litafanyika? Wakati
kikundi cha Hamas ni kikundi kidogo sana. Dola ya Kizayuni dola yenye nguvu kweli iliyokuwa ikisaidiwa na nchi karibu zote kubwa duniani, Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji na nchi nyingine kadha wa kadha, bali maalasaf kwa masikitiko hata baadhi ya nchi nyingine za Kiarabu pia zilikuwa wakisaidia dola kama hiyo. Wal-iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, tulinde. Lakini yako wapi yote hayo? Yako wapi yote hayo? Yani leo imekuja kurambishwa pua zao kwenye mchanga na kudhalilishwa na kulazimishwa. Katika kauli labda nimalizie aliyoitoa rais wa Marekani Donald Trump kumwambia huyu Netanyahu au Netanyahu, waziri mkuu wa Zayuni wa Israel, na amesema haya katika idhaa maarufu kule Marekani inayoitwa Fox News. Alisema kwamba mimi nimemwambia Netanyahu, nimemwambia kwamba huwezi tena wewe kupigana na dunia, kubali haya mambo yaishi sasa, kubali kwenda kusaini mkataba wa amani, kubali vita viishe, uondoshe majeshi yako pale. Yani kwa kauli kama hii rais wa Marekani kumwambia Netanyahu, alafu anakuja kuizungumza hadharani, yani anazidi kumkashifu, yani maana yake anamvunja moyo kabisa na kumwambia wewe sasa kwisha, huna kitu tena, na kama ulikuwa unategemea Marekani, basi sisi pia sasa tumeshachoka na wewe, hatukuwezi tena, wewe na watu wako, wewe na kaumu zako, hatuwezi tena, mmetuletea sisi madhila, pia mmetufanya sisi Marekani pia tuonekane kituko duniani, tuonekane chuchu, tunachukiwa sisi na watu mbalimbali kwa sababu yenu nyinyi Mazayuni, mmetufanya tuchukiwe. Nimeonekana sasa watu wote duniani walipokuja kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa wanapigia kura kuitambua dola ya Palestina. Sisi Marekani tukaonekana dola pekee tuliokataa pale kwa sababu ya nyinyi. Yani tumeonekana kwamba sisi kumbe hatuna maana yote. Kwa hivyo rais wa Marekani huyu labda pengine amepata ari ya nchi yake, kama ni kweli Allahu a'lam, au ni khadaa na udanganyifu. Lakini kama ni khadaa na udanganyifu pia tutakuja kujua mbeleni huko. Sisi tuko na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuogope kwa yote hayo. Lakini kama ni kweli ametambua kwamba nchi yake inaharibiwa jina kwa kushikamana au kwa kushafikiana na dola ya Kizayuni kama hii, basi hili ameshalitambua, na ndio ashamwambia huyu Netanyahu na Netanyahu kwamba huwezi kupigana na dunia. Unadhani kwa nini amwambie huwezi kupigana na dunia? Nafikiri jawabu tunalifahamu sote. Kila mmoja anaona kwamba dunia mzima imeamka, kila mmoja anatoka kulahani vitendo vya watu kama hao. Yani iwe dunia mzima inakulani wewe, ufikiri utabaki hapa? Laana za watu wote duniani zile zinapita mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na zinakushukia bila shaka yote. Kwa hivyo laana ya Mwenyezi Mungu tayari imeshafikia Mayahudi na Mazayuni pale, na wenyewe laana hii wanaita laana ya muongo wa 4. Muongo wa 4 kwa maana muongo wa 8. Muongo wa 8 yani muongo maana yake miaka 10. Kwa hivyo muongo wa 8 au miongo 8 maana yake miaka 80. Kwa hivyo wanaita wao Mayahudi hii ni laana ya 80. Laana 80 yani laana ya miaka 80. Nini maana laana ya miaka 80? Kwa wao maana yake miaka 80 ni kwamba ndio umri wa dola yao, haiwezi kaenda zaidi ya miaka 80. Kwa hivyo ukifika mwaka 80 kuna shuka laana ya Mwenyezi Mungu, inakuwa ndio mwisho wa dola yao. Kwa hivyo ili wao pia wanafahamu, na wengi miongoni mwao Mazayuni, sisemi hata wasokuwa Mazayuni wengi sasa katika tabiri zao wanahadithia kwamba huyu Netanyahu ndiye atakayekuwa rais wa mwisho wa dola ya Kizayuni. Tunafahamu wakimsema huyu ni rais wa mwisho maana yake ni nini. Kwa hivyo wapenzi watazamaji na wafuatiliaji, hii ni habari ya furaha, licha kwamba pamekuwa na machungu mengi sana ya miaka miwili, licha kwamba pamekuwa na maharibiko makubwa sana pale Gaza, licha kwamba Wafalastini wa Gaza zaidi ya 100,000 wameuawa, wengi wakiwa ni watoto na wanawake, licha kwamba nchi mzima imebomolewa, inakadiriwa zaidi ya 90% ya mji wa Gaza au nchi ya Gaza ama ukingo wa Gaza umebomolewa wote. Yani hawa watu kwa si vita kabisa hivi, unakwenda kuwa watu 100,000, unakwenda kubomoa nchi nzima 90%, unakubomoa majumba yote. Yani unatafuta kitu gani? Yani kama si uharibifu ama si ushetani huu? Lakini kila kitu kina mwisho, kila kitu kina ukomo wake, na ukomo wa dola hii ya Kizayuni unakaribia sana.
ama umeshakaribia ama umeshafika mwisho. Sasa tunachohesabu sisi ni ayam, ni siku tu basi. Yani the question of when this state is going to collapse is not the question of if. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuzidi kumuomba, kuzidi kuelekea kwake, teremshie nusra sisi sote Waislamu duniani, na kila anayedhalilishwa au kila anaye nimo haki zake, Allah Subhanahu wa Ta'ala asimame pamoja naye na wanusuru ndugu zetu walioko Gaza pale, awazidishie subra, awazidishie imani, na awazidishie huruma na kupendana, na ajalie watu wazidi waendelee kuwapenda na kuwasaidia ili wapate kuimarisha nchi yao baada ya uchafuzi mkuu kama huu ambao umefanyika. Na naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi cha uhai wetu tuweze kuona kwamba dola ya Palestina imesimama pale sawa sawa, na pia kuona kwamba dola hii nyingine ya kidhalimu imekwenda kusambaratika, ili angalau dunia sasa ipate kuishi kwa amani bila uwepo wa dola hii ya kansa ya kizayuni insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.